place. Itatoka kwako. I'm saying it will get out of your family. Nasema itatoka kwa familia I'm saying yako. it will get out of your life. Nasema itatoka kwa maisha yako. Because long battles Manake vita za muda mrefu are not permanent. sio za kudumu. For many years we have been hearing battles of Israel and Palestine. Tumesikia kwa muda mrefu Israeli na Palestina wakipigana. Even just the other day, and you love Israel. Na siku nyingine na mimi nilikuwa pale pale. Just the other day we have had Israel now rising up again in a battle. Tumesikia juzi wamekuwa katika vita tena na Iran. We hear battles with Palestinians. We hear battles with Russia. We hear battles, but now I think it is this week or this month. Yeah, now there is a battle between Israel and Iran. Yeah, wiki hii pia kuna vita kati ya Iran na Israel, na pia kumekuwa na Russia na Ukraine hapo mbeleni. And we know that Israel is the nation of God. Na tunakuwa Israel ni taifa la Mungu. We know that God has a special interest with Israel. Tunajua Mungu kuna interest ya kipekee na Israeli. But every now and then, lakini kila mara kwa mara, we hear Israel getting into battles. tunasikia Israeli wakiingia katika vita. And let me submit to you, Israel is not a big nation. Wacha nikwambie, Israeli sio taifa kubwa. Israel is a very small nation. Ni taifa ndogo sana. In the little sense, it was a landlocked nation. Ilikuwa taifa ambalo ilikuwa imefungwa katikati ya bahari. It is a nation that was not cultivatable, but they imported soil. Haikuwa na uwezo wa kufanya kilimo, lakini wakaleta mchanga kutoka mataifa mengine. And they are now, and today they are harvesting so many fruits and so many food, so much that we take from Israel. Na leo hivi wanavuna matunda sana, tuna vyakula vingi sana, hata wanatuma mataifa ya nje. I request that you continue praying for Israel. Naomba ukaendelee kuombea taifa la Israeli. In actual fact, Bible is very specific. Biblia inasema vizuri sana. And it says that God will bless those who will remember Israel. Mungu atabariki wataokumbuka Israeli. Tell your neighbor, probably your blessings are delayed because you did not pray for Israel. Labda baraka zako zinachelewa kwa sababu hukuombea Israeli. Praise the name of the Lord. Jina Bwana litukuzwe. Sometimes we are carried along with many issues that surround our lives until we forget the command of God. Mara mingi tunazunguka na mambo mengi maishani mwetu, tunasahau amri ya Mungu. I'm saying even though Israel have been going through battles, hata kama Israeli imekuwa ikipitia vita, they go through one battle and they win. Wanapitia vita moja wanashinda. And for some time they relax. Wanatulia kwa muda kidogo. Another battle rises. Kisha vita nyingine inainuka. But finally it ends. Lakini mwishowe inaisha. So I came to say, nilikuja kusema, even though you have been in concurrent battles, hata kama umekuwa kwa vita baada ya nyingine, they are not permanent. Sio za kudumu. Why don't you touch your neighbor? Tell them they may be coming now and then, but they are not permanent. Zinaweza kuwa zinakuja sasa na muda mwingine, lakini sio za kudumu. There are some situations or limitations in life. Kuna changamoto zingine katika maisha that seem to be so stubborn. ambazo zinakaa kama zimekwamia pale. And you see this limitation is so stubborn. Unaona hiki kizuizi kimekwama hapa. You pray, you fast, it is not moving. Unaomba, unafunga, haiondoki. You are like Moses and the Pharaoh. Ni kama Musa na Farao. You know, every time God is telling Moses, go. Kila wakati anambia Musa enda. Go and tell Pharaoh. Enda waambie Farao, to let my people go. Awache watu wangu waende. And God gives Moses a powerful hand. Mungu anapatia Musa mkono ulio na nguvu. To go and do miracles. Aende afanye miujiza. After doing the miracle, baada ya kufanya miujiza, Pharaoh is more hardened. Farao anakuwa mparo amekauka. And he says they will not go. Anasema hawataenda. What do you think? 10 times. Unafikiri nini? Mara 10. 10 times Moses going to Pharaoh. Mara 10 Musa akienda kwa Farao. And every time he's going with a new thing. Na kila wakati ana kitu, jambo jipya. That sometimes may be so fearful. Inaweza kuwa kutisha sana. And he feels as if now Pharaoh must let the children go. Anahisi kana kwamba lazima Farao aruhusu watoto waende. But finally Pharaoh is hardened them more. Lakini Farao anaendelea kukausha moyo kabisa. And he says they will not go. Anasema hawataenda. Let me submit to somebody today. Wacha niambie mtu leo. Even if the first time the enemy did not give you way. Hata kama mara ya kwanza adui hakukupa wewe njia. The second time he did not give you way. Mara ya pili hakukupa njia. You entered into prayer the third time. Ukaingia mara ya tatu kwa maombi. The fourth time, the 10th time. Mara ya 4 mara ya 10. It is not permanent. Sio ya kudumu. One day. Siku moja. One day. Siku moja. It will leave your doorstep. Itaondokea mlangoni mwako. Praise the Lord.
Bwana atukuzwe. Let me submit to you that Israelites, one day they exited Egypt. Siku moja Waisraeli walitoka Misri, And one day na siku moja you will exit Egypt. vile vile utatoka Misri. I'm saying one day Siku moja you will exit Egypt. utatoka Misri. Mwambie mtu kuna siku utatoka kwa hiyo Misri. Kuna siku utatoka kwa hiyo Misri. Mwambie kuna siku Musa aliongoza watu wakatoka Misri. Kuna siku Musa aliongoza watu wakatoka Misri. Hallelujah. Hallelujah. 2 Samuel chapter number 3 verses number 1. Samueli wa pili 3:1. The Bible says in 2 Samuel 3 verses number 1. Samueli wa pili 3:1. 2 Samuel is a scripture that we may know or we may not have not gone through. Na ambalo tunajua matukio tujalipitia. But listen to this. Lakini sikiza hili. There was a long war Kulikuwa na vita siku nyingi between the house of Saul and the house of David. kati ya nyumba ya Sauli na nyumba ya Daudi. But David grew steadily stronger, Lakini Daudi akaendelea akasitawi. while the house of Saul grew weaker and weaker, Lakini nyumba ya Sauli ikaendelea kudhoofika. to the point of being powerless. Ikafika mahali ya kwamba haina nguvu tena. Give me the New King James Version Nipatie NKJV of the same. ya ile neno. I like this. Naipenda sana. Until the point where of being the enemy became powerless. Hadi ikafika mahali ambapo adui hakuwa na nguvu tena. I prophesy it is coming to a time your enemies will become powerless. Natabiri kwamba itafika wakati maadui zako hatakuwa na I'm nguvu saying there is tena. a time that your enemies will become powerless. Natangaza kuna wakati maadui It zako hatakuwa na is nguvu tena. coming to a time Inafika when wakati your oppositions will become upinzani wako powerless. hautakuwa na nguvu It is tena. coming to a time Inafika your wakati limitations will become Vizuizi powerless. vyako vitakuwa vina And they nguvu will tena. give you Na way vitakupatia for you to njia move out. ili ukatoke nje. Now there was long war Sasa kulikuwa kuna vita siku nyingi between the house of Saul kati ya nyumba ya Sauli and the house of David. na nyumba ya Daudi. Long wars did not begin with you. Vita za siku nyingi hazikuanza na wewe. Tell your neighbor, sio wewe tu umekuwa kwa vita za muda mrefu. That is why Ecclesiastes says nothing is new. Ndio maana mhubiri anasema hakuna kitu kipya. Things are just coming back. Vitu zinarejea tu. Moses fought long battles with Pharaoh. Musa alipigana vita vya siku nyingi na Farao. But look at a king called David, Angalia mfalme Daudi who is the character of the year. ambaye ndiye karakta wetu wa mwaka. The Bible says there was long battle Biblia inasema kulikuwa na vita vya between siku the nyingi house of Saul kati ya nyumba ya and Sauli the house of David. na nyumba ya Daudi. Our character of the year, Karakta wetu wa mwaka he engaged in a long battle. aliingia kwa vita ya siku And nyingi. the Bible says, Biblia inasema even though he entered in a long battle, hata kama aliingia kwa vita ya siku nyingi, but David was stronger and stronger. lakini Daudi akaendelea kupata na nguvu But the zaidi. house of Saul Lakini nyumba ya Daudi ya went Sauli weaker and weaker. ikaendelea I kudhoofika. pray in the name of Jesus, Naomba katika jina la as Yesu, you engage in all the battles, unapoingia katika vita hizi, in the long battles you are in right now, vita ulizokazwa katika you will sasa, not be weakened by battles, utaweza kusumbuliwa na but hizo you will be vita. strengthened in the battles. Utatiwa nguvu katika For the vita, anointing of the Holy Spirit upon you, manake upako Roho it is Mtakatifu juu giving you yako a capacity and an ability unakupatia uwezo na to nguvu continue becoming stronger. kuendelea kuwa na nguvu You zaidi. are not giving up anytime soon, Haukati tamaa hivi karibuni, because the one who went ahead of us, manake alienda mbele zetu. the Bible says he overcame. Binasema And the alishinda. Bible says we are more than Binasema overcomers tu zaidi ya through washindi him kupitia who yeye gives us strength. anayetupatia nguvu. Tell your neighbor, you will become stronger and stronger. Mwambie jirani yako utaendelea kuwa na nguvu zaidi na zaidi, Even in long battles. hata katika vita za muda mrefu. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. I came to encourage somebody today. Nikuja kumtia mtu nguvu leo. Continue fighting. Endelea kupigana. Continue fighting. Endelea kupigana. Tell your neighbor, continue fighting. Mwambie jirani endelea kupigana. Tell them it may not end this year, Yaweza kosa kuisha mwaka huu, but continue fighting. lakini endelea kupigana.
Are you hearing me, somebody? Unanisikia mtu? It may not be ending in the next month. Inaweza kosa kuisha mwezi ujao. But continue fighting. Lakini endelea kupigana. Hey, Pastor, we wanted you to tell us we are getting out of the battle. Tulihitaji tuambie mchungaji tunatoka katika vita. But the Bible says our character of the year, David. Karakta yetu wa mwaka Daudi. He engaged in long battles. Aliingia katika vita za muda mrefu. How many have been going through long battles and you are like, God? Wangapi wamepitia vita za muda mrefu kwa pale wajiuliza Mungu? It is like you allowed the devil to tarry in my house. Ni kama uruhusu shetani akae kwa nyumba yangu. Why don't you tell him to go to the neighbor's house now? Mbona usimwambie aende kwa nyumba ya jirani sasa? Unajua unaweza kaa mahali unakaa shetani nikana kwamba alijenga kanyumba hapo kwako hapo tu hivi. Ukiamuka unamuona. Sasa mpaka karibu unasema sasa Mungu siuhamishe shetani aende kwa jirani. Sasa at least nipumzike kidogo. Tell your neighbor hata kama alijenga nyumba hapo. Hata kama alijenga nyumba hapo. It is not permanent. Sio ya kudumu. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. I don't know who I came to speak to today. Sijui nikuja kuongea nani siku ya But leo. this message has really disturbed my heart. Ujumbe huu umesumbua moyo wangu sana. And I was asking why, God, do you need me to speak this message in such a time? Nikajiuliza Bwana Mungu nataka niongee ujumbe huu wakati kama huu. I said it is a time of breaking limitations, but God, you are telling me long battles are not Ulisema ni permanent. wakati wa kuvunja vizuizi unasema lakini vita vikai kwa muda mrefu. And he did not tell me that the battles are ending any time. Hakusema vita vinaisha hivi And he karibuni. just told me that tell them the long battles they are in, they are not permanent. Katika vita walioko katika za muda mrefu sio Wait za for the kudumu. God's timing. Ngoja wakati wa Mungu. Because even Moses was speaking with God face to face. Manake Musa alikuwa anazungumza na Mungu moja kwa moja. God did not tell him when you do the first plague, Mungu akimwambia ukifanya plague ya kwanza, the Pharaoh will let you go. Farao atakuruhusu kuondoka. Yani Mungu aligojea Musa afanye tauni ya kwanza, akapiga tauni ya pili, ya tatu. Firaoni haashiriwi watu. Ya nne hawaashiriwi. Ya tano, ya sita. Mpaka kama wewe ungekuwa Musa, singekuwa onaega inirangia leo. Hata Mungu ananisumbua sasa. Sasa unaniambia niende nifanye hii, lakini hakuna kitu inafanyika. Unaniambia niende ati watoe hii nzige wajae kila mahali. Lakini hata wakati nzige wamekula kila kitu, Firaoni anasema hamwedi. Bwana sana. Amen. Anakuja anabadilisha maji kila mahali inakuwa damu. Yaani wewe unafikiriaje? Maji yote ukienda kushota kwa nyumba ni damu. Na Firauni anakuja anasema sasa nitakubali bwana. Akisema tu hivyo immediately anasema hivyo, Musa anafikiria sasa tutaenda. Lakini akitoka tu hapo, wapi? Hamwedi mahali. You are staying here. Nakaa hapa. Praise the Lord. Bwana atukuzwe. Anaamka siku nyingine anasema sasa sio hivyo. Chura zijae kila mahali ili watu hawa waachiliwe. Chura zinajaa kwa kitanda ya Firauni. Akigeuka hivi ni chura. Wewe unafikiriaje? Machura kila mahali. Kwa sahani, kwa sufuria, ukienda kuweka maji kwa kikombe chura. Ukitembea hivi unakanyaga chura tu, machura zinaruka. Lakini Firauni anasema hamwedi. Hata mfanya hivyo hamwedi. By the way, juu umekuwa ukiombea hiyo shida kubwa. Ni muujiza mgani umefanya mkubwa ukaogopesha? Bwana asifiwe sana. But look at this. After all the 10 plagues, baada ya hizi vita 10, that is tauni. That is when Moses sees Pharaoh releasing the people. Ndio hapo finally unaona Farao akiachilia. And in a little sense, even when he releases them, hata anapowaachilia, Pharaoh and his army follows Moses. Farao na jeshi lake anawafuata na Wanaisraeli. Up until the Lord did the last miracle
in the Red Sea, hadi pale ambapo Mungu alifanya muujiza wa mwisho katika Red Sea, where they were all swallowed in the ambapo sea. walimeza wote katika ile bahari ya Shamu. That is when they did not see the Israelites, Hapo- the Egyptians again. Ndio hawakuwa na wale wa Misri tena. Sasa kitaba useme abia Farao si mnajua hiyo kabimbo tulikuwa tunaiba, sitarudi tena Misri. Jiulize umepigana vita mpaka wapi? Kitaba uende hiyo Kanani, vita zinaweza kuwa refu lakini hazitadumu milele. Amen. Kuna siku abia mtu kuna siku. Kuna siku. Kama ni Deacon Robert Jau akisema ipo siku. Praise the Lord. Bwana asifiwe. There are people who went through battles that we know. Kuna watu ambao wamepitia vita ambazo tunajua. Challenges, they engaged challenges that were long time. Wanakatika changamoto ambazo ni za muda mrefu. We know the story of the breeding woman. Tunajua mama alikuwa anatokwa na damu. Every day, Kila siku breeding. anatokwa na damu. Every day breeding. Kila siku anatokwa na damu. And in the customs of Jews, Na kulingana na desturi za a woman who is breeding mwanamke ambaye anatokwa na damu should not live among people. hafai kuishi katikati mwa watu. You can now think about the trouble with the woman. Fikiria tabu ambayo alikuwa anapitia huyu mwanamke. In their customs, Katika desturi a zao, breeding woman is not allowed to live amongst people. mwanamke ambaye anatokwa na damu haruhusiwi kukaa katikati mwa watu. But for 12 years, Kwa miaka the 12 woman was breeding. alikuwa anatokwa na damu huyu The woman mwanamke. was breeding, Alikuwa anatokwa na damu, being isolated, akiwa ametengwa, being kept away akiwa amewekwa from kando the people. kutokana na But watu. one day, Siku moja Jesus appeared. Yesu I'm akatokea. saying one day, Sema siku moja Jesus appeared. Yesu And akatokea. the story of the Na woman hadithi yule came mwanamke to an end. ikafika I am mwisho. here to tell somebody, Kwa kuambia you mtu may be breathing for all the waweza kuwa time, unatoka damu kwa but muda a mrefu. day is coming Siku when inakuja it will be over. itakuwa imeisha. Lift up your hand and declare it will be over. Inua mkono, tangaza It itaisha. shall be over. Tangaza itaisha In Jesus' mighty name. katika jina la Yesu. I will not read these scriptures, Sitasoma maneno hizi zote. but I know you can go and read Matthew 9 verses 20 and Mzenda 23. kusoma Mathayo 9:23. But I also want to remind you a story in John chapter 5 verses 2. Yohana 3 inasema, John chapter 9 verses number 2. Yohana 9:2 inasema, 5 verses 2. Yohana 5:2 inasema, The Bible talks about the man who was at the pool of Bethesda. mtu alikuwa katika ile puli ya Bethsaida, And this man na huyu mtu was paralytic. alikuwa amepooza mwili For 38 years. kwa miaka 38. We know the story. Tunajua hii hadithi. This man lived at the pool, Aliishi pale katika ile pool being troubled by disease. akiwa amejawa na magonjwa, And he knew that in this pool, na alijua katika hii pool there is a healing. kuna uponyaji hapa. But every time the water is stirred, Wakati maji yanachokora kila wakati, nobody could help him hakuna enter ambaye in. angemsaidia kuingia So pale this ndani. man had lived in a long struggle, Aliishi katika kung'ang'ana kwa muda a mrefu, long disease, katika magonjwa ya muda a mrefu, long kwa trouble taabu ya muda mrefu, for 38 years. kwa miaka 38. But one day, Siku moja Jesus appeared. Yesu akatokea. Tell your neighbor, one day Jesus is appearing. Mwambie mtu Yesu anatokea. Just tell them with a good heart, Mwambie tuna moyo mzuri, one day Jesus is appearing to that situation. Yesu anatokea katika hiyo hali yako. Tell them Jesus is coming to that pool. Mwambie Yesu anakuja katika hayo maji. Jesus is coming to that pool. Yesu anakuja katika hayo And maji, you'll get out of that place. na utatoka katika hiyo mahali. You know, somebody who have been sick and sleeping for 38 years, that man must be stinking. Huyo mtu amelala kwa miaka 38, lazima kuwa ananuka vibaya sana. You may not identify with him. Unaweza taka kuitanishwa naye, But Jesus did not consider all that. lakini Yesu hakuangalia haya He came yote. in and told the man, do you want to be well? Alikuja akamuuliza, unataka kuwa sawa? Instantly, Mara hiyo hiyo the man was made well. ule mtu akafanywa kuwa The long mzima, battles came to an end. na vita za muda mrefu Can I tell zikaisha. somebody your battles are coming to an end? Niambia mtu, vita zako They are zinaisha. long, but they will come to an end. Zimechukua muda lakini zinaisha. 1 Samuel chapter number 1 verses 1 all through to verse 12, I will not read. Sitasoma Samueli wa kwanza 1 hadi 5. We know the story of Hannah of Elkanah. Tunajua hadithi ya Hana wa Elkana. This woman
was living a life of mockery for a long time. Alikuwa anaishi maisha ya kuchekwa kwa muda mrefu. For years. Kwa miaka. Every day she wakes up. Kila siku anapoamka, she is a laughing stock to people. Anachekwa na watu. Because she was barren. Manake alikuwa tasa. Like any other woman who can be desiring to get pregnant. Kama mwanamke mwingine angependa kupata mimba. They don't have the ability. Na hawana uwezo. And the way they go through shame. Na wanavyopitia aibu. And a lot of disappointment. Na kuweza kuchekwa sana. Sijuagi kwa nini wanasemaga ati ni mother-in-law. Na saa ile wamependwa wanawaitaga mother-in-law. Lakini wakati kimeumana na upati watoto anaitagwa mother-in. Mambo ikienda vizuri ni mother-in. Yaani anakuangalia hivi anakuuliza, kijana wangu kwani ulioa dume kama wewe? Unatembea hapo, mnatembea tu ni sherehe ya Krismasi, alafu wanaanza kuulizana, kwani nitaitwa jina nikiwa sina meno? Kaekashia roda. Nitazaliwa lini? I'm talking about Hannah who had overstayed in barrenness. Naongea kuhusu Hannah alikuwa amekaa sana katika utasa. Long battles. Vita vya muda mrefu. Tell your neighbor long battles. Mwambie jirani vita vya muda mrefu. Muulize, have you ever been in long battles? Mwambie umeshaikuwa katika vita za muda mrefu? Are you right now in a long battle? Ama uko katika vita za muda mrefu? Unajua watu wanaongea, wameongea mpaka unashindwa sasa wataongea ingine gani, lakini wanapata tu kitu ya kuongea. Wanaongea, unafikiria sasa imefika mwisho. Lakini kesho unapata wako na story ingine mpya yako tu kwa sababu ya hali uko nayo. But I came to submit to somebody, wacha waongee. Because Hannah of Elkanah was there. Manake Hannah wa Elkanah alikuweko pale. With her barrenness. Na utasa wake. And Penina could wake up in the morning, in the night time, every time talking about Hannah. Penina angeamka usiku ongea kuhusu Hannah usiku. And Hannah could cry. Na Hannah angelia. Until the husband comes in and tries to comfort her. Alimuye angekuja kuweza kumtuliza. And ask Hannah, na kumuuliza Hannah, mbona unalia? Am I not important to you? Mbona mimi sio maana kwako? Like 10 sons. Kama wana 10. When he is giving others portions, he gives Hannah 2 portions. Akipatia wengine sehemu anampatia sehemu 2. Just to try to comfort her. Kujaribu kumtuliza. Because she was in long battle. Maana katika vita za muda mrefu. But one day, lakini siku moja the long battles came to an end. Zile vita zikafika mwisho. Do I need to remind you about the Apostle Paul? Nikukumbusha kuhusu Apostle Paul. In 2 Corinthians chapter number 12. Wakorintho wa pili 12. Apostle Paul, a man who was walking with God. Mtu ambaye alikuwa anatembea na Mungu. A man who was a power bank. Mtu ambaye alikuwa anabeba nguvu. The glory of God was walking with Apostle Paul. Utukufu wa Mungu ulikuwa unatembea na mtume Paulo. Go and read 2 Corinthians chapter number 12 verses 7 through 9. Wakorintho wa pili 12. There is a good story about Paul there, but it was a long battle. Kuna hadithi pale ya mtume Paulo lakini ilikuwa vita ya It siku may help nyingi. you to continue fighting your battles. Itakusaidia kuweza kuendelea kupigana vita zako. Touch your neighbor, tell them Apostle Paul was a power bank. Mguze jani mwambie Apostle Paul alikuwa benki ya nguvu. But he went through long battles. Lakini alipitia vita vya muda mrefu. Sometimes battles may never recognize whether you are anointed or you are not. Vita wakati mwingine hatatambua kana kwamba uko na mafuta ama hauna. It is true we have sung nimepakwa mafuta. Ndio tumeimba nimepakwa mafuta. Ati na pembe yangu umeinua. Lakini wakati mwingine long battles may not recognize that. Vita za muda mrefu wakati mwingine hazitambui hiyo. Paul was full of anointing. Paulo alikuwa amejawa na upako. But the Bible says he went through a long battle here. Biblia inasema alipitia vita vya muda mrefu. Let's just read the 2 verses and then we continue. Wacha tusome. The Bible says in 2 Corinthians chapter number 12 verses 7 and 9. Wakorintho wa pili chapter 12 verses 7. 12 mstari wa 7.
and lest I should be waxed. That story begins all the way from verses 1 all through to Hadithi verses number inaanzia 10. mstari wa kwanza hadi mstari wa 10. But let me just read the 2 verses because of my time. Sababu ya muda nisome tu aya line hizi mbili. And lest I should be exalted above measure by abundance of the revelations, a thorn in the flesh was given to me, a messenger of Satan to buffet me, lest I be exalted above measure. Concerning this thing, I pleaded with the Lord 3 times that it might depart from me. And he said, my grace is sufficient, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly I will rather boast in infirmities than that the power of Christ may rest upon me. Na makusudi nisipata kujivuna kupita kiasi, kwa wingi wa mafunuo hayo nalipewa mwiba katika mwili, mjumbe wa shetani ili anipige, nisije nikajivuna kupita kiasi. Kwa ajili ya kitu hicho nalimsihi Bwana mara 3 kwamba kinitoke, naye akaniambia, neema yangu ya kutosha, maana uweza wangu utimilika katika udhaifu. Basi nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi, ili uweza wa Kristo ukae juu yangu. Now this is a great man and apostle. Huyu ni mtu mkuu na mtume wa Mungu. But the Bible says an agent of Satan was sent to him. Mtumwa wa shetani akatumwa kwake. He entered into a long battle. Akaingia kwa vita za muda mrefu. And he consulted God. Na akamuuliza Mungu. Now, in the preceding verses, Paul says there is a man who was taken to heaven. Katika aya zilizo mbele inasema Paulo anasema kuna mtu alipelekwa mbinguni. He was talking about himself. Alikuwa anaongea kuhusu yeye mwenyewe. Because he had been taken to heaven. Maana alikuwa amepelekwa And he mbinguni. had seen heaven. Na ameona mbinguni. He had experienced the glory of heaven. Alikuwa ameshuhudia utukufu wa mbinguni. But he says, Anasema because of these big revelations, sababu ya ufunuo huu mkubwa, I entered into a long battle. nikaingia kwa vita za muda mrefu. Kuna watu wako hapa kwa vita kubwa, sio kwa sababu wako na shida na shetani, lakini ni kwa sababu ya kile wamebeba. Amen. Abia mwenzako, yawezekana umebeba uzito mkuu. Yawezekana umebeba uzito mkuu. Yawezekana wewe umebeba generation. Yawezekana umebeba uweza mkuu. So vita inaweza kukuja si kwa sababu uko na shida na Mungu, lakini ni kwa sababu ya kile umebeba ndani yako. Bwana asifiwe sana. I wish this mic was better than how it is. Heri mic hizi zingekuwa bora kidogo kuliko zilivyo. I don't want to struggle. Sitaki kung'ang'ana sana. I'm saying there can be a battle just because of the weight you carry. Kunaweza kuwa na vita kwa sababu ile uzito ambao unabeba. That heaven look at you and evaluates you as a power bank. Mbingu inakuangalia kana kwamba umebeba nguvu mingi sana ndani yako. The heavens recognizes this is not just a common man. Mbingu inatambua kwamba huyu sio mtu wa kawaida. He has hidden treasure. Akona vitu zilizofichwa. He has a powerful resource inside. Akona kitu cha nguvu ndani yake. Paul was this man. Paul alikuwa huyu mtu. A man who could raise the dead. Mtu ambaye angeinua watu waliokufa. A man who was moving in great power of God. Mtu ambaye angetembea na nguvu kubwa za Mungu. Hallelujah. Hallelujah. But an agent of the devil was sent. Lakini mtumwa wa shetani akatumwa To bring him long battles. kumletea vita za muda mrefu. Hallelujah. Hallelujah. Now he consulted God not once. Akauliza Mungu si mara moja ama mbili. Sasa this guy who is consulting God 3 times Huyu mtu ambaye anazungumza na Mungu mara 3 is a guy who could look at a leper ni mtu ambaye angeangalia mtu ambaye ni ana ukoma and don't make a big prayer. na asifanye ombi kubwa. He tells the leper, I command leprosy to leave you. Na angemwamuru ukoma ukutoke. And the leprous man could rise up and walk free. Yule mtu angeinuka na atembee huru. But when it comes to his battles, mbali kifika kwa vita he vyake, consulted the Lord not once, not twice. sio mara moja ama mbili, angeenda kwake Mungu. Yani ni mtu ameenda kwa milima akitafuta Mungu. Umeenda Katoroni, Mungu hakuji. Umeenda Heaven's Gate, Mungu hakuji. Umeenda ni wapi kwingine kuna milima? We mnaendaga wapi? We mnaendaga wapi maombi? Ama hata ujui kule unaendaga? Unaombeaga bedroom? Unajua watu wanabadilishaga bedroom wanaifanya prayer center.
Na kama uko kwa familia, bedroom is not a prayer center. Bedroom sio mahali pa kwenda kuombea. I charge you not to change the bedroom to a prayer center. Ubadilishe bedroom isikuwe prayer center. If you're going to make prayers, hold your hands together in the sitting room and go to sleep. Shika mikono pamoja kwenye sitting room kisha mwende mlale. Are you hearing me, somebody? Unanisikia mtu? Watu wengine hapa hata wajui milima yoyote. Hata hapa tu Kirema prayer center iko hapa Kiambu hapa. By the way, ni siku gani ulienda kuomba? Ulienda kutafuta Mungu? Kwako tu ukajiambia ninaenda fasting siku 2, siku 3, siku 4. Sasa wewe na hata hujawahi ambia pepo itoke ikatoka. Na Paulo ambaye alikuwa anaambia mfu inuka na anainuka. Na wewe utafuti Mungu. Na Paulo alikuwa anaenda kwa milima na ako na hizo nguvu. Uliza mwenzako, na unataka kufika mbinguni? Unataka kufika mbinguni? Seriously, unataka kufika mbinguni? Na hata hujui mlima hata mmoja wa maombi. Praise the Lord. Bwana atukuzwe. By the way, when last did you go for prayers? Mara mwisho kwenda katika maombi ilikuwa lini? Unagojeaga Deacon Peter apage maombi kanisani, useme ninafuga, na unafugaga lunch peke yake. Because uko kazi, saa hiyo unainama. Juu hata si ati ni plan ya kufunga, ni plan ya kuinama usitumie pesa ya hiyo siku. So Deacon Maina anakusaidia kusave. Ask your neighbor, when did you mean business in seeking for God? Wakati gani uliamua hii ni wakati sasa wa kumcha Mungu? Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Hebu nisiende hapo sana because kuna watu wengine wataanza kurusha mawe. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Lakini ukiandamana juu nimekuambia ufuge na uombe, ni shauri yako. Mimi ninakutafutia barabara ya kufika mbinguni, lakini ukirusha mawe ni sawa, tutakuona ukifika mbinguni kweli. Praise the Lord. Bwana atukuzwe. So this man, this Paul was a powerful man. Paul alikuwa mtu mwenye nguvu. But for 3 times he asked God, will you remove this? And God would not do that. Mara 3 angeuliza Mungu, ungeondoa hili, na Mungu hangefanya hivyo. And the final response, na jibu ya mwisho, God told Paul, akamwambia Paulo, my grace is sufficient. Neema yangu inatosha. My grace is sufficient. Neema yangu inatosha. I pray that those who are fighting long battles, naomba wanaopigana vita za muda because mrefu, of the power they carry, sababu ya nguvu may wanaobeba, the grace of God be sufficient for you. neema ya Mungu ikakutoshe. Those who are entering through long battles, wanaopitia vita those who kubwa, are engaging through hard times, wanaopitia wakati for mgumu a long time, kwa muda mrefu, because they are carrying treasure, maana kana vitu because they are mzito, carrying a generational salvation, maana kuna kizazi, because ukombozi wa they carry kizazi, generational deliverance. maana kuna ukombozi wa I vizazi. pray, Naomba may the grace be sufficient. neema ikakutoshe. I pray, may the grace be Naomba sufficient, neema that ikatoshe, you will ya kwamba overcome and utashinda remain standing na ubaki umesimama in Jesus' name. katika jina la Yesu. Why does God subject people to long battles? Kwa nini Mungu anaweka watu katika vita